wana moto mzuri wa kazi yani jamani. Na nimefurahi niwahi kufanya hii kazi ya kupasa nikiwa chuo cha Mpanda. Amina. Nifanya kazi pale vizuri sana. Kwa hiyo na mimi nitakuwa chachu. Nitakuwa chachu. Tutaenda pamoja kwa sababu hii kazi naifahamu. Na wanachuo wengi walimuona Yesu kupitia Tukasa. Amina. Na hapa wapo. Na kazi hii ikiendelea wapo hata hawajaja huko lakini wapo wanatamani kujua kanisa la Mungu. Amina. Watalijua kanisa la Mungu vizuri kupitia wanatukasa walioko hapa na nyie wote ambao mmeamua kufanya kazi ya Mungu katika maeneo. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana waimbaji kwa wimbo mzuri sana. Lakini nawashukuru watu wote ambao mmehudhuria siku ya leo katika kongamano hili la pekee. Lakini niwashukuru pia mkuu wa chuo hiki. Mkurugenzi pamoja na waandamizi wote wa chuo hiki kufanya kuwe huru siku ya leo. Amen. Unasemaje jamani? Amen. Kufanya kuwe huru na kazi ya Mungu isonge hapo jamani mbele. Kwa hiyo siku ya leo pia tutakuwa na somo zuri linasema ikatae sanamu. Ikatae ni jamani? Sanamu. Ikatae sanamu. Tutakuwa na somo hilo kwa siku ya leo. Lakini Mungu pia atusaidie kutafakari na kutafakari zaidi na zaidi juu ya kazi ambayo sisi wote tumeitiwa kuifanya katika miisho ya dunia hii. Wengine wanafanya hii kazi nyumba kwa nyumba, wengine effort, wengine sababu za wageni, mazingira tofauti tofauti. Na kwa kuwa leo tuko hapa watu wa kanisa washiriki, lakini wanatukasa, tutajumuika wote kwa pamoja kuweza kuitafakari kazi ya Mungu. Naamini hapa watasimika tawe hapa na kukasa kwa ajili ya kazi ya nani? Si ndio mwenyekiti? Nifurahi jana wakati ananipigia simu. Kama neema imeshuka kanisa hili. Haijawahi kutokea. Haijawahi kufanya nini? Kwa mara ya kwanza kuwa na wasomi wa jinsi hii. Madaktari ambao wanakomboa mwili huu. Lakini wanatengeneza maisha pia ya milele. Madaktari bwana wanafanya kazi kubwa sana. Wanaangalia viungo vyetu viko namna gani, lakini wanaangalia hata maisha ya jamani. Mwenyekiti na viongozi wengine wote wa Tukasa ni wapongeze katika jamii. Mmeona kwamba kazi yenu ya kusati nyingi tu kwamba tunaumwa labda si typhoid si na nini sijui wengine wana vidonda vya tumbo si matatizo gani, wakaona hii kazi tu ya kuangalia mwili wa mwanadamu unaendeleaje katika hali ya afya ya kimwili haitoshi, wameamua kutengeneza kiroho. Hawa ni madaktari wa hali ya juu sana. Daktari anayetengeneza kiroho na kimwili ni wa mchezo huyo. Mungu awabariki sana. Washiriki msione hawa watu ni watu wa Mungu, watu wakubwa sana. Yaani hiyo safari walioianza toka huko walikotoka Mbozi Mission, Sumbawanga, Mbeya kuja katika eneo letu hili la pembezoni mwa Tanzania, Malawi na Zambia sio kazi ndogo. Mimi niwashukuru sana. Kwa Mungu awabariki. Na nawashukuru rafiki zangu wa hapa wanatukasa wa hapa. Bwana Joseph hapo na wengine wengi ambao mko hapa. Mungu awabariki sana. Lakini tuseme neno moja tu ya kwamba tunahitaji kujifunza kwa Yesu. Tunahitaji kujifunza kwa Mungu. Atupatie nguvu na ujasiri wa kufanya haya. Si kwa uwezo wetu tutayafanya haya mambo yote. Na hapa wameshatangaza mzee wa kanisa wa kundi hapa ametangaza kwamba hapo baadaye pengine watahitaji chochote kutoka kwa washiriki ili tuweze kusupport kazi ya Mungu ambayo vijana hao wanafunzi wa Tukasa wanaifanya. Mnasemaje jamani? Wanafanya kazi nzuri sana. Kazi nzuri mno. Kwa hiyo hicho chochote ambacho Mungu atakubarikia kwa siku ya leo, basi usizuilie mkono wako kukitoa. Mnasemaje washiriki? Amen. Kitoe kwa ajili ya kazi ya neno ya Mungu. Kazi inaendelea mahali popote pale. Wapo Tukasa, wapo Asa. Hao vijana wetu si kwamba wanajipaki. Wakiwa shuleni si kwamba wanajamani. Wakiwa chuo sio kwamba wana nini?
huwa wanategemea wazazi, walezi, marafiki ili waweze kuendelea na masomo yao, wafanye vizuri, kuja kulitumikia taifa hili la Tanzania, kuja kututumikia sisi wa Tanzania ambao tunahitaji matibabu wakati wote. Mili yetu hii bwana ni kama gari bovu linaenda gereji. Kienda pale gereji pale hospitali unaanza kutengenezwa na hawa watu. Wao hawana fedha ya kwamba wanafanya biashara mahali fulani wanafanyaje, ila wao wana moyo wa kazi ya Mungu kwa kile wanachokipata kutoka kwa wazazi, kutoka kwa walezi, kutoka kwa marafiki zao, wanakitumia kwa ajili ya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Basi tuweze kuomba. Jina lako Baba liweze kutukuzwa sana mchana na asubuhi ya leo. Tunapoanza kujifunza maandiko yako matakatifu, neno lako takatifu likatuguse na kutusogeza karibu na upendo wako ulipo, karibu na damu yako ilipomwagika, karibu na wokovu wako ulipo, maana ndio hitaji leo letu kwa siku ya leo. Tubariki na kutuongoza katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tutakuwa na somo letu katika kitabu cha Danieli 3. Muda nao umesonga sana. Tutaangalia hapo kwa ufupi. Watoto, habari ya asubuhi. Watoto, habari ya asubuhi. Mpo? Sasa naomba mtulie na msikilize. Mtulie hapo mfanyeje? Basi naomba msomaji wangu mtaanza kunisomea kitabu cha Danieli 3 mstari wa kwanza. Danieli sura ya 3 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ndio, Nebukadreza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Ndio, akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndio, ndipo Nebukadreza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie katika wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua sanamu ile mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Haya, hicho ni kikao ambacho kilikaiwa na mfalme Nebukadreza ya kwamba waisimamishe ni jamani sanamu. Akaita uongozi wake wote wa ngazi za uongozi ili waweze kuisimamisha sanamu hiyo. Na baada ya hapo nasema wakafanya nini? Wakakubaliana, alafu wakafanya nini? Wakaisimamisha. Endelea msomaji. Mstari wa 4. Ndipo mpiga mbiu na mpiga mbiu akapiga kelele akisema, akapiga kelele mpiga mbiu baada ya kusimamishwa kwa hiyo sanamu, enyi watu wa kabila zote, watu wa kabila zote, taifa